Yesu asifiwe. Ni asubuhi ya leo ambao nimependa kuweza kurudi kwenu nikiwaletea ujumbe wa Mungu wetu aliye hai, ujumbe wa Kristo ambao ameuachilia ndani yangu niweze kuwaletea katika asubuhi hii ya leo. Ndugu zangu, katika asubuhi hii ya leo ama mchana wa leo nimekuja kuwaletea ujumbe ya kitu ambacho Mungu ameniagiza niweze kukisema katika masikio yenu, ili niweze kupaza sauti nikiwaletea ujumbe wake, ili huo ujumbe uweze kuwatoa katika hiyo hali unayoipitia, ili huu ujumbe uweze kukutoa katika changamoto. Yamkini unapitia katika changamoto mbalimbali, lakini ni nani awezaye kukutoa katika changamoto hiyo isipokuwa ni Yesu Kristo. Kwa maana hiyo sasa, Yesu aliyeniagiza niwaletee ujumbe huu leo, ninakuomba mpendwa, unaoisikia sauti hii na video hii, ninaomba uweze kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi mchana wa leo nimekuja niwaambie kulingana na maisha unayoyapitia, kulingana na matendo unayoyapitia. Yamkini maisha yako unayoyafanya umeyaelekeza katika michakato ya dhambi. Ndugu zangu, ninakwambia kwamba hayo maisha na vitendo hivyo unavyovifanya, yamkini unanitazama, yamkini unaisikiliza sauti hii inayokuja kwako kukuonya. Leo Yesu anasema kwamba achana na matendo hayo unayoyafanya, achana na chukizo hizo unazozifanya, kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo anakupenda, anatamani kuona akikubadilisha, anatamani kuona akibadilisha matendo yako na mwelekeo wako, matendo yako na fikra zote, mawazo yote, ili kuweza kukuokoa. Ndugu zangu, wewe unayotembea katika maisha yasiyompendeza Mungu, utaishi katika maisha hayo mpaka lini? Utaishi katika matendo hayo mpaka lini? Leo Yesu amekuja kwako akisema ya kwamba achana na matendo hayo, achana na matendo mabaya, achana na dhambi. Dhambi hazikupeleki mahali kokote, dhambi hazikusaidii kitu chochote, bali dhambi hizo ni za kuenda kukuchoma na kukupunguzia mwendo usiweze kuuona ufalme wa Mungu. Leo hii mimi nimekuja kwako nikikuonya ya kwamba achana na dhambi. Ikiwa wewe dhambi unazielekeza kwa njia ya mauaji, unazielekeza kwa njia ya uongo, unazielekeza kwa njia ya uzinzi, unaziingiza katika njia za matukano, leo Bwana Yesu anasema kwamba achana na dhambi hizo, achana na matendo hayo unayoyafanya. Matendo hayo ni ya kukupeleka jehanamu, ni ya kukupeleka jehanamu. Leo hii ndugu yangu, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Atayabadilisha matendo yako, atayabadilisha hatua zako. Ikiwa ulikuwa unatembea katika hatua zisizomlingana Mungu na zisizompendeza Mungu, Yesu anasema kwamba atazibadilisha. Yesu anasema kwamba atakuokoa. Ni wewe kuweza kusikiliza sauti hii na kuchukua hatua ya kumkubali Yesu. Mkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mkubali Yesu aweze kubadilisha maisha yako. Ikiwa wewe unatembea katika maisha ya dhambi, ikiwa wewe unatembea katika maisha ya uzinzi,
Ikiwa wewe unatembea katika mambo ya uchawi, ikiwa wewe unatembea katika maisha yasiyompendeza Mungu, sauti hii inakuja kukuonya. Sauti hii inakuja kukugeuza na kukukumbusha kwamba matendo hayo unayoyafanya ni ya kukupeleka jehanamu. Jehanamu haikuumbiwa kwako, haikutengenezwa kwa niaba yako, ila jehanamu imeumbiwa kwa ajili ya wale wanaotenda maovu. Ikiwa wewe unatenda maovu, mambo kama hayo ambayo nimekwisha kukuambia, achana nayo, mgeukie Mungu. Leo hii kama hautoweza kutubu na kuweza kumkubali Yesu, ni lazima hakika yako wewe ni wa kuenda jehanamu, kwa sababu umepinzana na ujumbe huu ambao nimekuletea asubuhi ya leo. Leo nimekuja nikikuambia kwamba achana na dhambi, mwabudu Mungu, mtumikie Mungu, mche yeye kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote, wala akili zako usizipeleke katika maovu, usizipeleke katika kutenda mambo mabaya. Mambo mabaya hayakupeleki mahali kokote. Ndugu yangu, nitakwenda kusoma katika kitabu kile cha Ezekieli 3 mlango ule wa 16, mambo ambayo ameniagizia niweze kuambia katika mchana huu wa leo. Neno la Bwana linasema, hata ikawa mwisho wa siku 7, neno la Bwana likamjia na kusema, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usiwape maonyo wala usisemi na hayo mtu mbaya, ili kumuonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya akafa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa neno la Mungu umelisikia, ikiwa neno la Mungu umelisikia nikiwa nalisoma, neno la Bwana linasema, mimi ni kama mlinzi, na mlinzi kazi yake ni kuangalia vitu vinavyofanyika katika mwanadamu akiwa anaishi katika maisha yasiyompendeza Mungu. Lazima mimi nikishaona nimwambie kwamba, ndugu yangu, hicho unachokifanya si cha kumpendeza Mungu wala hakimfurahishi. Leo hii nimekuja kwako nikwambie kwamba uachane na mambo hayo ya dhambi. Achana na uchawi, achana na matukano, achana na ulevi, achana na uzinzi na mambo yafananayo na mambo hayo yanayokusababisha ukakosa sifa mbele za Mungu. Ndio maana nimesema kwamba mgeukie Mungu, mgeukie Yesu. Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu ayafungue maisha yako. Yesu ayafungue moyo wako, na moyo wako uweze kumtumikia Mungu. Moyo wako uweze kumuamini yeye, na Yesu aweze kuingia ndani yako, ili aweze kubadilisha mwenendo wako na maisha yako. Ikiwa wewe unatembea katika hayo, ndugu yangu, yakupasa uweze kumpokea Yesu, yakupasa uweze kumwamini Yesu, ili Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndugu yangu, unawaza nini? Ikiwa wewe unawaza mabaya, ikiwa wewe unawaza kutenda dhambi, achana na dhambi ndugu yangu.
Achana na dhambi, achana na roho zisizompendeza Mungu, achana na matendo yasiyompendeza Mungu, fuata matendo yanayompendeza Mungu. Anza umwabudu, anza umsikilize, anza umwabudu, umtumikie siku zote, ili siku moja uweze kuulisi katika ufalme wa Mungu. Ndugu yangu, huu ndio ujumbe niliokuwa nauleta kwako. Ninaomba upokee. Ikiwa unasema kwamba ninataka nimpokee Yesu, ikiwa wewe unasema nimehangaika kwa muda mrefu, aidha yamkini unasumbuliwa na magonjwa, unasumbuliwa na shida mbalimbali, leo mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nami nitakuelekeza ni namna gani ya kuweza kuepukana na hilo jambo linalokukabili, linalokuumiza, linalokusumbua. Ila msingi wa tatizo hili kuweza kuondoka ni wewe kuweza kumpokea Yesu, ni wewe kutembea katika maisha yanayompendeza Mungu. Ikiwa unataka kumpokea Yesu leo hii, ninaomba unifuatishe maneno haya. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, nimekutenda dhambi. Yesu Kristo, ninaomba unisamehe. Leo ninachukua hatua hii ya kukupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia ndani yangu, nami niingie ndani yako. Uwe baba yangu, nami niwe mtoto wangu. Bwana wa mabwana, niepushie na magonjwa, niepushie na tabia zisizokupendeza Bwana, niepushie na roho mbaya, ili siku moja Bwana niweze kufurahi pamoja na wewe katika ule ufalme wako Bwana uliowaandalia watakatifu. Miongoni mwa watakatifu uliowaandalia, nami niweze kuwemo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mimi ninakuachia namba hii, utanitafuta kwa muda wako. Ikiwa wewe kuna vitu vinavyokusumbua, vinakutatiza, vinakukosesha amani, wewe utanitafuta kwa namba hii 0755725457, 0755725457. Utanitafuta. Jina ninaitwa Musa Ayubu. Karibu tena.